Bwana CS Mkwakwani. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu awabariki sana. Pongeze jirani yako kwa kuwepo kwenye mkesha wa siku ya leo. Kichwa cha somo, andika jinsi Mungu anavyoweza kuingilia kati maisha yako. Jinsi Mungu anavyoweza kuingilia kati maisha yako. Na majina ni yale yale ambayo hujayasahau Elia Chikira. Niko Pongwe Sanawari. Jamani, amina. Mungu awabariki sana watu wa JCC. Somo hili la jinsi Mungu anavyoweza kuingilia kati maisha yako tunaweza tukaliona kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kuna vitu tunaenda kujifunza. Jina la Bwana libarikiwe. Haina maana ya kwamba Mungu hayuko na wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu yupo. Unatembea na Mungu yupo. Unaomba, unaona kabisa Mungu yupo. Jamani, amina. Ninaweza nikawa ninaimba, ninajua kabisa Mungu yupo, lakini haina maana kwamba tayari ameingilia kati maisha yako. Umenipata hiyo? Ni kweli ninatumika, ni kweli ninafanya biashara, ni kweli nina mambo kaza wa kaza, lakini haina maana ya kwamba kiwango changu cha biashara ndio Mungu ameingilia kati maisha yangu. Ninaweza nikatembea njiani nikawa ninaimba na nyimbo, nikawa ninanena kwa lugha, nikawa ninaomba na kuomba hata kwa lugha ya kwetu, lakini haina maana ya kwamba tayari Mungu amekwisha kuingilia kati maisha yako. Biblia inasema nalo giza lilikuwa juu ya nini? Wa vilindi vya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Mungu alikuwepo, hajakuwepo? Na alikuwepo wakati giza na lenyewe lili. Vyote vimefanyika kwa namna hiyo, bado alikuwepo. Biblia inasema Mungu akaja akaamua kuingilia kati lile giza. Jamani, amina. Roho yake ikaenda ikatulia juu ya vilindi vya usoni. Kitendo cha roho yake kutulia juu ya vilindi vya uso wa maji, maana yake Mungu ameingilia kati. Kuna mtu amenipata mmoja tu ingawa. Maana yake Mungu ameingilia kati lile giza, ameingilia kati ile hali iliyokuwepo. Maana anasema nayo nchi ilikuwa utupu, ukiwa, halafu tena nini? Utupu. Lakini roho ya Mungu ikaenda ikatulia. Kitendo cha kutulia juu ya vilindi vya uso wa maji, roho ya Mungu kutulia, maana yake kuna kitu Mungu, kuna namna Mungu ameenda kuingilia kati. Amen. Kitendo cha kuingilia kati, tayari akaanza kutamka. Jina la Bwana libarikiwe. Na iwe nuru, ikawa nini? Biblia inasema Mungu akasema tena, ninalitenga giza na nini? Na nuru. Nuru na giza ninavitenga hivi. Nuru itatawala mchana, halafu yenyewe itaitwa mchana, halafu giza litaitwa nini? Usiku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ikawa siku moja. Kabla Mungu hajaingilia kati, kulikuwa hakuna chochote kilichofanyika. Nchi ilikuwa ni ukiwa, halafu ni utupu. Kitendo cha kuingilia kati, tayari kuna mambo, badala ya kutumia nguvu inakuwa ni
nyepesi kwa sababu amekwisha kuingilia kati. Jina la Bwana libarikiwe. Hata sisi jioni ya leo mahali hapa tumeketi hapa vijana, ni kweli unatembea, kuna mambo unamuomba Mungu, una miaka 20, una miaka 30, kama Mungu yuko na wewe, lakini bado hajaingilia kati maisha yako. Akiingilia kati kila kitu kinakuwa sawa. Una struggle, unatumia nguvu nyingi kwa sababu bado hajaingilia kati maisha yako. Akiingilia kati maisha yako, kila kitu kinakuwa ni sawa sawa.